Okay, nimekupata unavyosema. Na Kagame, unajua hata na wewe ungilikuwa ndiye Kagame, ili jambo lingekufikia na ungiliona kweli ni jambo la muhimu kulishughulikia, kwa sababu nasema hata na wewe hivyo ulivyo hapo, mzee wa habari mbichi, ingitokea kwamba wewe ndiye Kagame, na wewe ungilifanya haya ambayo anayafanya leo. Swali, naomba nirudi kidogo swali lako. Kwa nini haya mambo yanabeba vitu vingi kwa muda huu? Wapatanishi wanakuwa wengi, watu wa kuleta suluhu wanakuwa wengi. Ni kwa nini? Jibu lipo simple, na sita kujibu moja kwa moja, bali nitapanua maelezo yangu ili nifunguke vizuri na uwe nafasi ya kuelewa. Mimi ni mtoto wa Kivu, na kama ni mtoto wa Kivu kweli huwa tunaongea hapa, hatutaficha ukweli, na ikibidi kwamba watakuja kututafuta, waje watutafute majumbani kwetu, hamna shida. Kama watakuja Bukavu wafanye misako nyumba kwa nyumba, watupate wasitupate, sisi tutabaki pale pale kuongea ukweli. Hakuna nchi dunia nzima ambayo ina historia zake za kipekee. Ni nchi mbili tu, ni Israeli na Kongo. Naomba nifuate, usiseme na kupeleka mbali sana katika kujibu hili swali lako. Narudi, ni Israeli na Kongo tu zina historia ambayo ukisikia hautakuta mataifa mengine yana historia kama hiyo. Tuliwahi kuona nchi nyingi zikiingia kwenye matatizo na suluhu zake zilipata muafaka, bila watu kutoka jasho, bila watu kutumia nguvu ambazo zinatumiwa katika suluhisho la utata wa Kongo. Leo amesimama mwanaume nafasi ya uwenyekiti wa taifa la Kongo. Huyo si mzoefu. Mimi huwa narudi kusema huyo si mzoefu wa vita. Ili jambo sitaachaga kulisema. Tshisekedi sio mzoefu wa vita. Unajua watoto wengi huwa wanafuata vile wanavyoviona ndani kwao. Sasa Tshisekedi hajawahi kumuona siku moja baba yake akinuia kuomba majeshi ili kwenda kuipiga serikali. Hakuwahi kuiona hiyo. Sasa unafikiri angelihiga wapi kama kwao baba yake ambaye ndiye mpinzani pekee wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpinzani ambaye alikuwa anafanya vitu vya maana. Hao wengine watu wa babaishaji wanatafuta atakula wapi, atalala vipi, atajenga nyumba vipi. Unamsikia mpinzani Fayulu, mimi sijui upinzani wake ulianza lini, sijui ana historia gani kwa habari ya upinzani. Katumbi ni mfanya biashara, sio mpinzani. Joseph Kabila ni Mnyarwanda, anatetea maslahi ya kwao. Hakuna upinzani hapo. Fayulu kwani ni mpinzani? Nani alikudanganya? Mpinzani akiongea pointi na Ulaya unatikisika. Tshisekedi alikuwa anatikisa mataifa wa Mulumba.
Kwa hiyo ngoja niende moja kwa moja. Ni hivi, walianza kusema twende kwenye mikataba. Mkataba wa Kenya ukakamilika ukawa vizuri, lakini kwa habari ya sahihi, kuweka sahihi, utata ukaja. Amna, tukimbilia Angola. Wakaenda Angola. Angola ndo ameidiana, kesho asubuhi tunaenda kusahini. Kagame amekimbia Angola, amejitoa kwa habari ya upatanishi wa Kongo. Tufanyeje tena? Senko huyo naye akajitupa, ngoja mimi nifanye nijitahidi kuangalia huenda nitalikwamua hili. Senko akaingia huyo, akaenda na tamba, ishaenda mpaka na Rwanda na Mauganda sijui na wapi, mpaka akavuka bara. Sasa hakuna majibu. Senko alivyoshindwa, nani mwingine kajiinua? Mwingine anakuja Kataa, mimi naomba hiyo tenda. Kataa, unajua wenye kwa nyuma ya Kataa ni kina Wafaransa, wako nyuma ya Kataa. Naye akaja, akasema nitafanya ya kwangu. Hatujatulia. Obasanjo huyu naye anakuja. Obasanjo naye huyu hajaja, anakuja. Wakati anakuja haijatulia. Marekani huyo naye Trump kwamba naomba hiyo dili mimi nifunge huo mpira niumalize. Sasa uangalie jambo moja, kumaliza vita kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabeba watu mamilioni. Sasa anachokidai, naomba niende kukujibu hapa sasa. Anachokidai Kagame ya kwamba naye ahakikishe kwamba nchi yake itakuwa imelindwa, wasivamie nchi yake wakina RDF. Sio RDF, naomba ufunguke macho mzee wa habari mbichi. Kagame anajua kwanza nimepigwa sanction, hivi moja kwa moja nimepewa vikwazo. Vikwazo hivi ni katika vipengele vyake ni moja kati ya kuzuia nini, jamaa asipewe silaha. Sasa mimi Kagame nikisema nilale hapa kwenye mikataba hii ambayo inaanza kwenda kusahiniwa ya vita kuisha Kongo jumla, sababu yule mnyama anakuja kuingia ndani ambaye ni tai eagle Marekani. Akifika kazi kuisha, Kagame hafungui mdomo, wala cha M23 mtu akisikiaga. Sasa wakati huu ambao mimi nataka kuachwa na nishaanza kuachwa na mataifa, na nilikuwa nafanya mchezo huu wa kumchokoza Kongo nikiwa nimejiami kwamba Mfaransa atanipa silaha, Mchina atanipa silaha, na yule mwingine Kataa atanipa silaha. Sasa kumenuka. Sasa kama kumenuka, naomba ulinzi wangu. Kagame anajua kwamba uchumi wake yeye hana uwezo wa kununua silaha yoyote ile, labda apewe kwa bure, na kwa bure mzungu hatoi kwa bure. Kwa nini mzungu hatoi kwa bure? Walivyokuwa wanampa silaha walikuwa wanampa kwa sababu moja, alikuwa naye anawauzia madini ambayo anapora kutoka Kongo. Sasa anajua kwamba Marekani akidema Kongo, kazi kuisha, hatapata tena yale madini, na nisipopata haya madini ina maana sitapata silaha, maana nilikuwa nafanya chenchi ya madini na nini na silaha. Kwa hiyo mimi nikikosa silaha, Rwanda itakuwa haina ulinzi. Sijui kama unanipata hapa, ufunguke kidogo na wewe hapa. Nikikosa silaha, Rwanda itakuwa haina ulinzi, na Rwanda ikikosa ulinzi, kazi kuisha. Najua Kongo anaikania sana Rwanda muda mrefu, na najua ni wiki moja watakuwa wamekamata Rwanda nzima na mimi napinduliwa. Alafu tena kule Kongo RDF wako pale, na wakiwaga Kongo wanajisikia wapo kwao kwa Wahutu. Sasa watafanya njama pale, ni wiki moja nitakuwa nimepinduliwa. Kwa hiyo ngoja haraka hii mikataba inaosainiwa na mimi nikaombe ulinzi wangu. Sio ulinzi kwamba atakuja kupigwa na RDF, anajua kwamba silaha zitakuwa, hajui atazitoa wapi silaha.
Mfaransa tulitumika na wewe, mbona mmeniacha? Mfaransa kwamba eti kwamba bado nitakutetea. Utaniteteeje? Union Europeenne kaishaangusha sanction, mimi nitafanyeje? Kataa na wewe unasemeje baba, si ulikuwa tunakula wote? Unaiona hiyo? Kwa hiyo mpira ni mgumu. Hivi tunavyoongea Donald Trump ameidhuru Qatar. Kuna siasa pale, dogo wanaenda kufungwa vinywa. Dili hii kuna siku niliwahi kusema, yapata miezi 2 au 3, kwamba msifikiri kwamba Kongo iko mu position de faiblesse. Sio kwamba Kongo ndo ameremewa ndo akubali kutoa madini hayo. Hamna, Kongo haremewi hivyo, na Marekani anaremewa, anapelekeshwa na China kiuchumi. Kwa hiyo Marekani naye kwa kutetea dola yake ni lazima amtafute Kongo. Wote wawili wanafaliana, huyu anamfaa huyu na huyu anamfaa huyu. Sasa Marekani akisema aachie tenda ya Kongo atakuwa ameanguka, dola itakuwa haina nguvu. Kwa hiyo ngoja nikimbie kwenye madini ya Kongo. Asikudanganye mtu kwamba hiyo dili kuna ambaye anaweza kuifedisha. Hata felisha mtu dili ya Marekani na Kongo. Ni Rwanda tu yuko naangalia nitabaki wapi na mimi. Huyu Marekani msifikiri kwamba hakuwa anakula na Rwanda. Naye alikuwa anakula, si naye alilijua hilo. Ndio wako naangalia tutamwacha wapi, sehemu gani huyu jamaa, tumlinde vipi haka katoto ketu. Sasa hilo ndilo nataka nikuambie kwamba hata na wewe ungelikuwa Rwanda ungelitafuta ili ambalo Kagame analitafuta leo, kwamba ninaangalia ndio sasa nitabaki sehemu gani, madini nitakuwa sina. Ina maana uchumi wangu utakuwa umeisha. Zile barabara za Rwanda baada ya miezi 5 zikichubuka, hamna hela ya kufanya nini, ya kukarabati, rehabilitation hakuta kuweko, sababu uchumi utakuwa umeanguka. Hebu angalia tu kufunga anga la Kongo, unasikia vilio tayari Rwanda. Nyinyi mlikuwa napiga kelele Tshisekedi angelifunga mipaka. Kwani mipaka mbali, ngoja niguse anga langu. Umesikia kelele tayari Rwanda, kuna kilio, anga la Kongo limefungwa, vilio vinaanza, na wanakuwa nasema watetewa wasaidie. Mnafikiri kwamba ni mkuu wa ile kampani ndo alienda kufanya nini, kuomba Kongo muangalie namna ya kufanya? Sisi hatuhusiani na masuala ya Rwanda. Wewe ni Kagame amewatuma, yamekuwa mabaya mambo. Ni hilo nitaka nikwambie kwamba Rwanda ana haki ya kuona natafuta uto, kwamba nitaachwa sehemu gani. Sio kwamba ana haki ya kupiga Kongo. Analia sasa kwa wale walikuwa wanampandisha kwenye mti, kwamba wazee wangu mambo ndo haya yameharibika, usiku umeingia. Sasa nyinyi mnaingia majumbani kwenu, sasa mimi nilale wapi? Washaambia dogo nalala nje, sema nje kuna mbwa, nje huku kuna mbu, nje huku nitapigwa na mvua, huku niangalizia hata ngalo nale kwenye mafiga mle jikoni. Sasa jikoni ndo huko analia, nitaachwa sehemu gani? Ngoja tu niwe hapo mfupi, mzee habari mbichi. Asante sana.